Nimekawia kuwapatia story ni advice tu kila saa. Leo nimeambiwa piga story. Sasa, I do events. Around 5 years ago, kuna mtu alikuwa na mwanamke msichana mzuri hapa town inaitwa Kisumu. Na msichana kama kawaida ako na these are those girls when wamewekwa, what is money? Type yake ameamua, even if she decides to ever cheat, she cheats with people who have. Now the problem is, kwa tuko December season. This is the season where weddings zinafanyika back to back. People are not even dying. People are dying, sorry, sana because of road accidents. But the funerals are less than the ratios and the weddings. So, umedate mtu through the year, woko US, Minnesota, Georgia. December ushamwambia book space, book location, tafuta caterer, mtu wa deco, tafuta Izone Entertainment, kuja ifanye hapo setup. Tunaenda kwa wana, ambia Muamina dadini nakuja. But unajua hii long distance, people always have urges of the body. And there's this guy who used to drive a big car in Kisumu. He had almost 2 of them. I will refrain from further descriptions juu mnaweza kuwa mnamjua. And I enjoy walking on these streets with my windows down. And so this guy also used to like. Now there's nobody who follows a woman like a person who likes this. Msichana anaweza kuwa mrembo, but guts hakuna. Utamwangalia useme tu anaweza, lakini huyu anakaa kunilenga. But msichana mwenye akona hii, hata kilema, atafuata sister. Guts zinatokanga sijui wapi. So let's talk about this girl called Regina. Kawaida hisia za mwili zinakufanya saa zingine unaweza kupata mpoa mwingine wa kushikilia. Sasa shida ni constant hammering, especially if it's unprotected. People tend to get close and fall in love. But some of these women, how they can keep secrets and tell you are the only one. Please, wanawake, chezea men who are not capable. So zile unaanza kuambia mwanaume is a very capable person, ati you're the only one. Town yote najua nani ana dating nani. And this is a very dangerous person, is an unschooled person. Unschooled, rich person. Amepata pesa yake through funny means. So ni ule mtu wa vita, sijui nini. Ni mtu unasikia tu ule ni mwanzia nani. Unasema anajipenda. Sitaki maneno. But suddenly, obviously anapewa pesa. Hakuambia huyu mtu ati ikifika December, mtu wake original mwenye amemshinda pesa anakuja. Kama unajua wewe na hii pesa yako kidogo wezani bishana na madola. You cannot bwana. Huyu msee alikuwa anatumwa pesa vizuri sana. So imefika day ya wedding, acha ni skip. Day ya wedding, Saturday asubuhi December. The woman is nowhere to be seen. Mama yake anapiga hashiki, sister yake anapiga hashiki. The bride has gone missing. Semeni punchline. Kama kawaida kikulacho kingoni mwako, her friend told this guy, bwana ule msichana wako anafanya harusi the previous day. And this guy aliambia msichana, yani umekuwa ukinicheza hii siku zote. Mimi tuone kama hiyo harusi inafanyika. Tuone. Huyu msichana wana magoons. Tuone kama hiyo. Ati please. Acha tu ni huyu msee anarudi majuu. Itabaki tu mimi na wewe. Umoe aje na mimi nilitaka kukuoa. Na mimi je, nikubali mtu mwingine akule kitu yangu? Hapana. Hiyo wedding haifanyiki. Kwanza nakuja kudestroy hiyo venue yote. Please, na wewe utanijua. Umekuwa ukinichezea. Mimi ndo nachezea sana, afu mimi ndio unanichezea. I told you, uniambie from day one if it's me, ukasema utaniona. Wewe na mwana wako mtaniona, hata passport yake nitachukua airport akitoka tu. So this guy akaona tu since this guy has this reputation of doing this, they might end too missing. So they looked for this guy, came to the venue, akasalamiana wazazi, sema mama yake vipi? I want to know what's going on. Yani ule msa ameinvest pesa mpaka akasema kama roho yangu inavunjika, afadhali si wote tupoteze, acha yangu ivunjike na pia ndoa yake fanya nini? Ikavunjika. Akasema been dating this girl for 1.5 years. Mimi ndo nimekuwa na yeye. Hata sijui nini mimi ndo nimelipia. Na mwanaume mwingine na accent yake, hata mimi ndio nimekuwa nikilipia. What do you mean? Unaamini nini wewe? Hata yo non investment, but I bought that car cash. Gari niliona deni huyu analipa installment gari yenye. So compare notes, mwanaume akasema no. Basi sasa keki iko hapo, buffet iko hapo, sound iko hapo, deco. Tufanye aje? Ladies and gentlemen, this person decided to proceed with the wedding. And I am telling you, those were the worst photos ever taken in the history of weddings. Because kila mtu amenuna. Hata kuna wewe ni demu unataka kulini na yeye kwa photo, ile wedding photo. They took photos standing. If you see the family of the man, they did not want to be there.
tumeletwa hapa all the way kuja kupea mtoto wetu huyu malizia. So the family there yani photo, no one is happy. This guy hata unadhani alibook ndege ya 5:45 from the town Kisumu kurudi Nairobi na kwenda mtaka yote. So she lost the arrogant man, she lost the diaspora. So wale wasana wote marafiki zake wenye walikuwa na wana blowingi hizi pombe zinaitwanga aje? First wale marafiki wenye in your glory days mnafanyanga hivi nao. Ati oh my god, oh my god, oh my god. Pa! First, how do walikuseti because you felt like they're happy for you na ni bridesmaids wako. Second, now you can't buy hii, itabidi ukunywe tu kapsi. Hii kwa story advice ilikuwa tu story.